Hello, karibu tena kwenye kipindi kingine, tutorial nyingine tena. Leo nitakwenda kufundisha kuhusu kukata partition au kutengeneza partition katika drive yako, either iwe SSD ama unatumia mechanical drive HDD, it's okay. So, let's go. Welcome to FN90 Digital. Learn cybersecurity, ethical hacking, and how to stay safe online. Subscribe and secure your digital world. Warning: the content on this channel is for educational purposes only. Any misuse of this information is strictly prohibited. Okay, hatua ya kwanza ambayo tutakayofanya, tutatumia shortcut. Pia nitaonyesha na jinsi gani ya kutumia njia ndefu, kwa sababu wengine wanaweza kukuta sometimes keyboard inashindwa kufanya kazi. Kwa kutumia shortcut tutabonyeza Windows key plus X, italeta menu kama hiyo hapo unavyoiona hapo. Katika hii menu tutatafuta kitu kinaitwa disk management. Yes, then tuta right click, tuta left click, then itafunguka Windows kama hivi. Katika hii Windows hapo utaona tuna partition tofauti. Kwangu nina partition almost I don't know, ziko nyingi, ila kwako kama utakuja tengeneza partition yoyote unaweza kukuta either kuna moja ama kuna mbili. So ambacho unatakiwa kufanya sasa, uta navigate mpaka katika partition yako ambayo ndio unahitaji kuigawa katika vyumba tofauti. Either unataka kufanya installation ya Kali Linux ama vitu vingine tofauti. Utakuja kwenye hiyo partition, then uta right click, itakuletea menu kama unavyoona hapo, ambao kuna option ya open hapo, kuna explorer, kuna change drive later and the paths, kuna format, kuna shrink volume, kuna delete volume, kuna properties and help. Kitu ambacho utachagua hapa wewe, utachagua kwenye neno shrink volume, select hapo, uta left click, then ita open kama unavyoona hii option hapo. Hii option sasa hapa ndio itakuwezesha kuchagua kwamba unataka kushrink, yani unataka kukata partition ya ukubwa kiasi gani. Alafu kitu cha kuzingatia, hizi numbers ambazo ziko hapa zimeweka katika mfumo wa MBs, sio GBs. Kwa itabidi uwe very careful katika ukataji wa partition yako. Kwa tumeona hapa nani ya kwanza juu kabisa kuna total size before shrink, alafu ya pili kuna size available shrinking spaces, yani hii hapa ndio storage nzima, yani total storage ambayo iko katika hiyo partition yako. Hii sehemu ya chini hapa ya pili yake ni storage ambayo iko available, unaweza ukaishrink, yani unaweza ikawa katika partition ambayo inajitegemea. Alafu hapa ndio inakuruhusu sasa kuingiza data hizo tarakimu ambazo unataka kushrink, kiasi gani kwamba unataka kushrink. Alafu chini total MBs ambazo zitakazobakia baada ya kushrink. Kwa hapa sisi kwetu tutachagua kiasi kwamba, kwa mfano kwamba tunataka kutengeneza partition ya GB 10. Kwa nitabonyeza moja, nitaweka sifuri ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. MB 10,000 sawasawa na GB 10. MB 100,000 sawasawa na GB 100. Hilo liweke kwenye akili. Kwa ukiweka 15,000 maana yake ni GB 15, ukiweka 16,000 GB 16, ukiweka 50,000 maana yake ni GB 50, ukiweka 100,000 maana yake ni GB 100. Sawa? Kwa hapa sisi tutaweka kwa ajili ya majaribio, nitaweka tu hiyo 10,000 hapo, MB 10,000 ambayo ni sawa na GB 10. Nitabonyeza shrink. Ita load hapo, ita depend pia na disk yako ni aina gani ya hard disk, na una aina gani ya drive, either ikawa ni mechanical drive ama unatumia SSD. So hiyo speed ya kutengeneza hiyo partition hapo ita depend na type of your drive. So tutasubiri hapo imalize hiyo process hapo. Alafu kitu kingine cha kuzingatia,
kuna baadhi ya partition utakazozikuta alafu hautokuwa unaziona katika system yako. Kwa mfano kama hii hapa imeandikwa LCA EFI system. Hizi partition usije ukataka kuzidelete, usije ukazifuta. Kuna hiyo, kuna EFI system nyingine hapa, kuna ziko tofauti. Kwa unaweza kukuta na hii hapa recovery. Hizi partition zenyewe zinatengenezwa na window yako system unapofanya installation. Kwa ukiviona hapo usishangae kwamba havionekani kule katika main drive yako, option kwamba ukichagua huzioni, ila zina kazi kwenye katika system yako. So sio lazima zote zionekane hapo, ila zinakuwa na kazi katika operating system yako ili kuweza kuoperate. Okay, sasa hapa imemaliza kushrink. Umeona kuna partition nyingine imetokea hapa, lakini color ni tofauti na wenzake. Hii yenyewe ina color nyeusi alafu imeandikwa unlocated. Zingine utaona kama zimeandikwa, kwa mfano kuna hii basic data partition, kuna hii hapa health boot partition page, kuna hii EFI system. Kwa hiyo kwetu ni unlocated. Kwa nini unlocated? Kwa sababu bado tujaitengenezea file system, kwamba hatujairuhusu ili iweze kuonekana kule. Kwa hapa tutakachokifanya sasa, tuta right click option, then tutaona kuna neno limeandikwa new simple volume. Select hapo, itakuletea katika hii new simple volume wizard, then tuta next. Hapa tutachagua kiwango gani tunataka tuikate hii partition. Kama tunahitaji kuikata mara mbili tena kabla ya kuimaliza, kwa aidha kama tunataka tutengeneze yote kama ilivyo, tuta next. Hapa tutaiassign kwamba tutaipa herufi gani ili isiweze kuingiliana na zingine, yani tutaitengenezea njia pasi yake. Kwa hapa yenyewe kompyuta imetoa assign kwamba ni F, ila tunaweza tukachagua ziko herufi nyingi tofauti. Kwa acha tuache tu hiyo F, then tuta next. Hapa sasa tutachagua file system. Kwenye format tutachagua file system ambayo hard drive yetu itakuwa ina support. Mara nyingi kompyuta ina FAT32 pamoja na NTFS, lakini unashauriwa kuweka NTFS kwa sababu hiyo ndio file system ambayo ina support system kubwa ya data, uhifadhi mkubwa wa data pamoja na transfer kidogo, speed inakuwa iko vizuri kwenye kompyuta. Kwa tutaipa jina pia. Hapa chini kuna sema jina. Unaweza kuipa jina lolote au ukitaka kuiacha new volume ni sawa. Hapa tuite testing. Then tuta next. Then tuta finish. Tutasubiri sasa iendelee kuformat na kutengeneza. Kama unavyoona sasa hapo imemaliza kuformat na kutengeneza. Umeona sasa hii drive yetu pia imekuja katika mfumo kama zingine zilivyokuwa. Imeleta rangi ya blue sasa, imeondoka ile nyeusi. Maana yake kwamba drive yetu iko active, alafu imetuandikia kwa basic data partition. Kwa tukirudi sasa huko katika tukirudi katika option ya hizi drive zetu, tunaiona kwamba hapo kuna drive mpya imeandikwa testing kama unavyoona hapo. Hizi zingine zilikuwepo tangu mwanzo, hii ndio kuna drive mpya testing hapa. Kwa hivyo ndio jinsi ya kukata partition. Ila kama unakata partition kwa ajili ya kufanya installation ya Kali Linux, ni beta kama ukishaikata partition pale iache vile unlocated, ili iwe rahisi wewe kuitambua ukiwa kwenye kuendelea kufanya au kule unapoendelea kufanya installation ya Kali Linux yako. Hayo ndio yote kwa leo. Tutaonana kwenye kipindi tutakapoanza mafunzo jinsi ya kutumia zile tools katika Kali Linux. Usisahau kusubscribe, usisahau kubonyeza kwenye kilama cha kengele ili usipitwe na matoleo yanayofuata. Stay safe. Bye.